na wimbo nitaimba na mtumishi wa Mungu Pastor Fred Msongo. Usimulie uaminifu wake kweli. Hutakufa mpaka uone aliyokuwa hidi Mungu. Utaishi usimulie uaminifu wake. So hutakufa mpaka uone utaishi usimulie uaminifu wake. Tena hutakufa mpaka uone aliyokuwa hidi Mungu. Utaishi usimulie uaminifu wake kweli. So ahadi itatimia kwa sababu umemwamini na hauna mashaka, unajua ataitimiza. Ahadi ile itatimia kwa sababu umemwamini na hauna mashaka, unajua ataitimiza. Ahadi ile itatimia kwa sababu umemwamini na hauna mashaka, unajua tena. Ahadi ile itatimia kwa sababu na hauna mashaka, unajua tena. Ahadi ile kwa sababu na hauna unajua tena. Sema ahadi itatimia kwa sababu na hauna mashaka, unajua ataitimiza. So hutakufa mpaka uone aliyokuwa hidi Mungu. Utaishi usimulie uaminifu wake kweli. Utakufaye mpaka uone aliyokuwa hidi Mungu. Utaishi usimulie uaminifu. Utakufa mpaka uone aliyokuwa hidi Mungu. Utaishi usimulie uaminifu wake. Utakufa mpaka uone aliyokuwa hidi Mungu. Utaishi usimulie uaminifu wake kweli. So ahadi ile itatimia kwa sababu umemwamini na hauna mashaka, unajua ataitimiza. Ahadi ile itatimia kwa sababu umemwamini na hauna mashaka, unajua ahadi ile itatimia kwa sababu umemwamini na hauna
Ukiona wingu limetanda, ujue mvua iko karibu, haiko mbali, iko karibu. Ukiona wingu, ujue, sema haiko mbali. Ahadi ya Bwana kwenye maisha yako inakuja kwa ajili yako. Ukiona wingu, nataka usimame uimbe pamoja na sisi. Wait a minute. Siku moja kwenye Biblia inasema Elisha akaomba juu ya mvua. Alipoomba nabii juu ya mvua, na ile mvua ikakata. Lakini siku ya kuirudisha, Biblia inasema akaenda akapiga magoti, akaomba mara ya kwanza, akamtuma mtumishi wake aende, na alipofika kuona kitu. Akaomba mara ya pili, alipofika kuona kitu. Akaomba mara ya tatu tena, alipofika kuona kitu. Ikaenda mara ya 4, mara ya 5, mara ya 6, mara ya 7. Aliporudi akasema, Bwana wangu, nimeona wingu dogo kama mkono, wingu dogo kama mkono. Na wakati anasema nimeona wingu dogo kama mkono, nabii wa Bwana akatangaza, akasema hilo wingu dogo kama mkono, hiyo ni mvua tele inakuja. Mabibi na mabwana, usiku wa leo, hilo wingu dogo kama mkono unaloliona, mvua inakuja, mvua inakuja, mvua inakuja, mvua inakuja. Come on! Haiko mbali. Ukiona wingu limetanda, ujue mvua iko. Ukiona wingu limetanda, ujue mvua iko. Haiko mbali, inakuja. Haiko mbali, mvua inakuja. It is about to rain now. Come on somebody. Kama unaamini, piga kelele kwa Bwana wote. ukiona wingu limetanda, ujue mvua iko karibu. Mungu huwa anatanguliza neno lake kwanza kabla ya kila kitu ambacho anakwenda kukifanya. Ukiona wingu limetanda, ujue mvua iko karibu. Isaya 55 kuanzia mstari wa 9 anasema, kama jinsi vile theluji ishukavyo kutoka mbinguni na ikainyweshea nchi, wala hairudi huko mbinguni. Anasema, na ikampa kila apandaye mbegu chakula, kila apandaye mbegu ikampa mazao apandaye chakula. Anasema, ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo kinywani mwangu, halitanirudia bure, bali litakwenda na kutimia
alisema likafanya. Ukiona mvua, ujue mvua. Waebrania sura ya 11 mstari wa 11, kuna kitu anakiandika, anasema Ibrahimu akiwa katika hali ya uzee na Sara akiwa katika hali ya utasa, alipopokea ahadi ya Bwana alimwamini ya kwamba yeye aliyesema ya kuwa ni mwaminifu na kwamba anaweza kutenda. Mstari unaofuata anasema japokuwa alikuwa ni kama mtu aliyekufa, japokuwa alikuwa ni kama mfu, lakini alipoiamini ile ahadi. Na leo watoto wengi kama nyota za baharini, kama nyota za angani zikazaliwa. Ninaona ahadi ya Bwana inakuja juu yako katika jina la Yesu. Ninaona neema ya Bwana inakuja juu yako. Kama unaamini, imba pamoja na sisi. Ukiona haiko mbali, Iko karibu. come on. Ukiona ujue mvua haiko. Come on. Hii ya mwisho, Biblia ni kitabu cha ahadi. Ukisoma Agano la Kale limejawa na ahadi za Mungu. Ukianza kusoma Agano Jipya ni utimilifu wa ahadi ya Mungu, na utimilifu wa ahadi ya Mungu uko ndani ya Kristo Yesu. Maana yake yale yote yaliyokuwa ni picha kwenye Agano la Kale, kwenye Agano Jipya Yesu anapokuja anafanyika kwa utimilifu wa ahadi. Anaandika kwenye kitabu, kwenye Agano la Kale anatuonyesha wakati wana wa Israeli walikuwa wanapita jangwani na wanaumwa na nyoka. Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, inua nyoka wa shaba pale jangwani, ili kila atakayemwangalia apokee wokovu. Lakini kumbe ile ilikuwa ni ahadi ya Yesu Kristo atakayekuja, ambaye yeye ndiyo nyoka wa shaba. Yohana anaandika, anasema kama vile Musa alivyomuinua nyoka wa shaba kule jangwani, ndivyo Yesu alivyoinuliwa, ili kila anayemtazama apate wokovu. Ukiona wingu limetanda, ujue mvua. Ukiona Ya mwisho kabisa naondoka, ya mwisho kabisa naondoka. Sio kama unanielewa. Nimekwambia sisi ni utimilifu wa ahadi. Anaandika kwenye Waebrania, anasema wao hawakukamilishwa bila sisi. Na Yesu anakuja anaandika, anasema mwenyewe, anasema kaeni ndani yangu na mimi nikae ndani yenu, alafu ombeni lolote kwa jina langu nitalifanya. Mahali pengine anaandika, anasema ndani yake utimilifu wa ahadi tunaishi, ndani yake tunaenenda, ndani yake tuna uhai wetu. Maana yake sisi ndio kizazi ambacho wakina Musa wakitutazama wanatutamani, kwa sababu sisi tumeona kwa macho haya mawili. Sisi ndicho kizazi ambacho hata Eliya aliyeshusha moto anatamani angezalia kwenye kizazi hichi, maana sisi ndicho kizazi cha utimilifu wa ahadi. Ninatabiri kwa maisha ya mtu fulani dakika moja, kile ambacho umemwamini Bwana kinakwenda kutokea kabla ya mwaka huu haujaisha. Kile ambacho ni maombi yako kinakwenda kutokea kabla mwaka huu hujaisha. Usiku huu utapokea habari njema. Usiku huu utapokea habari njema. Leo utapokea habari njema. Kama unaamini, piga kelele. For Jesus, for Jesus. haiko mbali, Iko karibu. iko karibu. Ukiona Haiko.
stay here. Come on. Kuna mwingine akakutana na Bwana Yesu akiwa katika hali yake, akamwambia, Bwana, ukitaka unaweza kunitakasa. Yesu akamjibu akamwambia, nataka takasika. Kwa nini anataka takasika? Kwa sababu yeye ndio hiyo ahadi. Lakini ukisoma Biblia utakuja kugundua kuna ahadi nyingi ya ufufuo inatokea. Siku moja Lazaro akafa, Yesu akaenda msibani. Watu hawakujua ni kitu gani kinatokea msibani. Alipofika akakutana na dada wa Lazaro, akamwambia, usiogope, ndugu yako atafufuka. Yule dada akamjibu akamwambia, ndio, ninajua atafufuka kwenye ufufuo wa siku ya mwisho. Lakini Yesu akamtazama akashangaa, akasema, siongelei siku ya mwisho, ninaongelea leo, kwa sababu mimi ndio huo ufufuo na uzima. Kufa mpaka uone aliyokuwa hidi Mungu, utaishi usimulie uaminifu wake kweli. Hutakufa mpaka utaishi usimulie. Utakufa mpaka uone aliyokuwa hidi Mungu, utaishi usimulie uaminifu wake
sitakufa mpaka nione alioni hidi Mungu. Nitaishi nisimulie uaminifu wake. Sitakufa, 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 sitakufa mpaka nione, mpaka nione, mpaka nione. Sitakufa, 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 sitakufa. mpaka nione, Mpaka nione, mpaka nione, mpaka nione, mpaka nione, mpaka nione, mpaka nione. mpaka nione. Sitakufa. Sitakufa, sitakufa, sitakufa. Mpaka nione, mpaka nione, Mpaka nione, mpaka nione, mpaka nione, mpaka nione. mpaka nione. Sita, 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 mpaka nione, mpaka nione, mpaka nione, mpaka nione, mpaka nione. Ay, 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 ay. Mpaka nione, mpaka nione, mpaka nione. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mpaka nione, mpaka nione, mpaka nione, mpaka nione.